believer. Utajuaje? Nilikwambia na baadaye, mbona wengine hatukuji na kalamu na daftari ya kuandika? Ikiwezekana kanisani usikuje mkono utupu. Hata kama labda hujui kusoma na kuandika, lakini hata hujui, andika fasihi umesoma. Usitegemee akili yako. Akili ya binadamu husahau haraka. Kwanza mimi husahau sana. Mimi tunaweza kuwa na wewe sasa, mwaka kesho ukuje uniambie tulikutana tukifanya, nikuulize are you sure? Unifanya hivyo? Maskini bibi yangu ananiambia, wewe unakumbuka tulikuwa fulani tukafanya nini? Nikamwambia, mimi najaribu kukumbuka, siwezi. Lakini nikiona vile anasema inakaa ukweli. Lakini mimi sikumbuki. Wanawake mnakumbuka sana. Lakini hata hivyo jifunze kuandika. Wewe niamshie jirani yako. Unaona jirani analala. Mwamshe tujikaze. Mwambie tujikaze. Tujikaze kabisa. Tusikie, tushike hili neno la Mungu. Kwa hivyo kuja hata na daftari kanisani, andika maandishi yenye unapata, alafu utaweza kusaidika. Nataka niongee kuhusu alama kama 5 hivi za mature believers, marks of a mature believer. Utajuaje wewe kama ni Mkristo umekomaa? Sijasema ukamilike. Tunasemaga hivi, wokovu, sijui nisemeje, najaribu kutafsiri kwa akili yangu. Wokovu ni safari, na kuna vitengo vitatu vya wokovu. Haya nitasema kwa Kiingereza, nitajaribu kutafsiri. The first stage tunaita justification. Yaani, na munisaidie tafadhali, ndio mwenye hajaelewa. Justification ni kumaanisha tulifanywa wenye haki kwa imani. Hakuna kitu tulifanya, tulisamehewa. Hicho ni kiwango cha kwanza cha wokovu. Tulifanywa wenye haki. Tumekuwa tukihubiri hizi siku na watu wengi wametuchangisha moto sana, wanatuambia wokovu ni nini? Kuuliza wokovu ni nini? Nitajuaje nimeokoka? Wokovu unafanywa mwenye haki. Maandiko yanasema kitabu cha Efeso, tunaokoka kwa neema kupitia kwa imani ndani ya Kristo. Hakuna kitu ulifanya. Kimuujiza tu hivi ulifanywa mwenye haki, dhambi ikaondolewa yote. So justification, hiyo ni hatua ya kwanza ya kuokoka. Hakuna kitu ulifanya. Ulisafishwa kwa damu ya Yesu. Ukaamini, dhambi zote zikaoshwa. Ama ni nani alipookoka dhambi yake zingine zilibaki? Wewe yako ilitolewa yote? Una uhakika? Na yale maovu ulifanya ukoshwa au hesabiwi? Ulisamehewa yote kama ulimwamini Yesu, na ni kwa neema yake, sio kwa matendo mazuri. Kwa hivyo hata mara zingine ukijisikia ni kama haujaokoka, uamini. Umesamehewa. You are justified by faith. Kwa imani umefanywa mwenye haki. So hiyo ni hatua ya kwanza. Hakuna kitu unafanya. Hatua ya pili ya wokovu ile tunasema sanctification. Hiki ni kiwango cha utakaso. Sanctification ni kutakazwa. Na hapa ndipo unaona mtu ameokoka lakini bado ni muogo kiasi, Kamwachia pesa anaiba. Umewahi kuwa kitu kanisani? Mimi nimewahi kuwa kanisani. Mahali tulikuwa chuo cha Biblia, niliachana Biblia. Nafikiri kama ni mwaka tulikuwa na yeye askofu. Niliachana Biblia katika hiyo chuo cha Biblia, nikiwa nimeweka sanduku langu limefunga. Kurudi imefujwa, Biblia imeenda, vitabu zimeiba, na watu wameokoka. Ameomba tu. Umesikia masimu za watu zimeibiwa makanisani. Na huyu mtu ameokoka ama hajaokoka? Ameokoka. Ni mwizi. Kwa sababu sanctification, wakati mtu ameokoka, ametoka kwa dhambi, anatakaswa na Bwana, vile anaendelea na safari. Mtu alikuwa muongo, amekuja kanisani, amefundishwa, amesema yenyewe uongo ni mbaya, na mimi juu nimeokoka sitakuwa nadanganya. Mimi nitakuwa nasema ukweli. Kwa hivyo ndio maana ninyi kama kanisa, mtu akiokoka inabidi pia mumvumilie ili atakazwe. Utakazo
Tunasema sanctification is a lifelong process. Tangu mtu alipookoka mpaka atakapokufa bado anaendelea takaso. Na hakuna mtu ni malaika hii dunia. Hakuna hata nani. Kila siku tunatakaswa. Utakuta mtu ameokoka lakini kabla akoke aliamini mimi siwezi toa pesa kanisani. Hao watu wa kanisa ni wezi na si ameokoka. Sio akili bado wako nayo. Unadhani atakuwa anatoa mkitoa? Ndio bado ile akili ndio yako na, lakini polepole Mungu anamtakasa, anamsafisha kupitia kwa neno, kupitia kwa ushirika, kupitia kwa maombi, anasafishwa. So sanctification ni kitengo cha wokovu ambacho tutaishi nacho maisha yetu yote, kila siku tumeokoka. Lakini iko hivi. Kuna mtu ameokoka, amepiga hatua hapa, mwingine amefika pale Pastor George wako. Amesonga mbele. Ni nani ametakazwa zaidi? Si ni yule mwenye ameendelea. Vile vile nasema let us go on. Tuendelee mpaka tupate utumilifu. Huyo ametakazwa zaidi. Ndio huyu mwandishi wa Biblia anawaambia, ingawaje kwa sasa mnastahili mkue walimu. Wengi wenu mnahitaji tena mafundisho ya kimsingi, ya kutubu dhambi, ya imani kwa sababu bado hamjasonga mbele. Now listen here. Hii safari ya hii kitengo cha utakazo, ingawaje umeokoka, inahitaji jitihada zako. Lazima ujitume. Biblia inasema hivi, tujifue dhambi. Yale maisha ya dhambi tuyatoe. Ndio uache uongo. Usiseme ni maombi peke yake. Pia wewe utaachana na nini? Na uongo. Usiseme nimeomba Mungu aniondolee uongo na haijatoka. Bwana, wewe ndio utaacha nini? Uongo. Usiseme nimeokoka ni shetani aliniambia niibe Biblia ya mtu. Hakuna shetani, ni tamaa zako. Unaenda ukaona pesa ya mtu hapo, ukasema leo silali njaa, leo nakula nyama kwangu. Kabeo. Inatakikana hata asiye Mungu, ni wewe unafaa uachane na nini? Na wizi. So hiyo ni sanctification, lakini kuna kitengo cha mwisho cha wokovu. Na hili ndilo lengo la Wakristo wote. Haya, hii ndio imani ya kila Mkristo ambaye anaamini Biblia. Kitengo cha mwisho tunakiita glorification. Yaani ni mahali tutapewa utukufu. Tutapewa mwili mpya. Tutatukuzwa huko mbinguni. Biblia inasema hivi, atakaporudi Yesu tutabadilishwa hii miili yetu, tupewe mwili mwingine ambao hautakufa, mwili wenye utukufu. Na huo ndio mwili tutapeleka mbinguni. Huo ndio mwili tutakuwa nao huko milele. Na hicho ndicho kitengo cha mwisho cha wokovu. Ndio mtu afikie pale lazima akuwe ameokoka, ameishi maisha matakatifu, ameendelea kufuata Yesu na asirudi kwa dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Nani yako pamoja na mimi? Amen. Oh, hiyo haiko na mimi. Okay, asante. Asante ni mimi pamoja na mimi. Au wengine msinipotee, tuendelee pamoja hivi. So tutaangalia hivi katika Biblia kivugo tu hiki tumesoma, tunaona alama 5 hivi za kuonyesha mtu anakomaa. Na nikwambie kabla niendelee, uko umeokoka miaka 10 sio kukomaa. Hapo nataka nisisitize. Unaweza kuwa kanisani hii tangu yanzo na hujakomaa. Kuna watu waliokoka miaka 70 na hawajakomaa. Kabla mimi niliokoke nilikuwa Mwanglikana. Kwa nimebatizwa pale, babu yangu alikuwa amenipeleka kanisani. Lakini nikaokoka siku moja na muamini Yesu. Mimi kabla niliokoke sikuwa ninaamini Roho Mtakatifu. Nilikuwa nasikia watu wanaongea kwa lugha na nasikia marafiki wengine zangu wakisema wanaongea lugha za shetani. Nani hapa anaongea kwa lugha? Kuna wengine mmejazwa na Roho. Wenye mmejazwa na Roho hamuongei kwa lugha, mchungaji awafundishe mjue maana yake. Mimi nilikuwa nimesikia watu wakisema, nikaamini maneno yao ya kwamba watu wenye wanaongea kwa lugha, wanaongea lugha za shetani. Wacha niokoke. Wacha nitangamane huko shuleni na wanafunzi wa kiroho. Wacha nisome Biblia nielewe hii kitu ya kuzungumza na lugha iko kwa Biblia. Wacha nione tofauti ya kuokoka na kujazwa na Roho. Sinikanyana, nikaanza kuomba, lakini bado ile akili inanisumbua.
niliombewa mara nyingi nikakata tamaa. Juni tunaenda tunaombewa. Naona wengine wamewekewa mkono wameanguka, mimi sianguki. Siku moja najiangusha, naona bado sijajazwa. Najiangusha 2-3 nikakata tamaa. Mpaka nikaona hivi. Nilikaa miaka 2 nimeokoka sijajazwa na Roho. Sasa naona msichana mwingine tulikuwa tunasoma na yeye. Alikuwa hajaokoka, amenipata, ameokoka, amejazwa na Roho. Hiyo kitu kilinitesa. Niliombewa na wahubiri zaidi ya 20. Jazwa na Roho. Kuna kitu kimoja sikuwa nimeelewa vizuri. Na sikuwa nataka nijifanye. Kwa hiyo kuna watu wanaongea na lugha lakini wanaiga tu, wanaiga wengine, si haijatoka kwa Roho. Lakini mwishowe baada ya miaka 2 nilikuja nikajazwa, nilielewa. Lakini sasa kitu kimoja kilikuwa kinanishangaza. Yaani huyu dada na vile alikuwa mwenye dhambi. Ameokoka mwezi jana na amejazwa na mimi bado niko hapa. Ilikuwa inanisumbua sana. Hata nilikuwa nimeamua, shetani alikuwa ameninenea niache wokovu kwanza ndio niokoke sasa vizuri. Labda nikiokoka nikijazwa na Roho. Mungu alinisaidia. Sidhani ningerudi kwa wapi, labda singewahi kuokoka tena. Kwa hivyo ni vizuri tujue tuelewe hivyo kwamba wakati mtu kumekukomaa na usione wivu wengine wamekuja nyuma yako na wamekushinda. Mimi nilikaa nimeokoka miaka 2 na ng'ang'ana, sijashika, sijaelewa. Mtu mwingine anakuja tu ameokoka jana, anajazwa na Roho, na unaona si kujifanya. Ukiangalia unaona ni kweli amebatizwa na Roho. Na wewe kwa hivyo kukomaa haiangalii miaka umekaa. Kuna watu wengine, mzee mmoja alikuwa mwanafunzi wangu, alikuwa tajiri. Nilijaribu kumwambia nimbatize, alikataa. Sasa amekaa kanisani, amekaa hataki ubatizo. Huyo atafikia utimilifu kweli? Hatafikia. So nataka niseme hapo kwa kitu cha kwanza ni kwamba Biblia inasema wale watu wamekomaa ni walimu. They are teachers. Ni walimu. Ni walimu, na nikisema mwalimu, na mtu ni mwalimu hapa shuleni? Na mtu ni mwalimu wa chochote hapa? Kusuka nywele? Kupika? Yaani akina mama nyinyi sio walimu hata kupika? Unajua kupika, si ni walimu wa kupika? Kwani hamfundishi mabinti zenu jinsi ya kupika? Basi nyinyi si ni walimu? So, mtu mwalimu kwa aje? Kwa vipi? Mwalimu ni maneno ama pia ni matendo? Anapenda kuambukiza kila ambacho ako nayo. Sasa unaweza fundisha mtu kupika kwa kumwambia na maneno. Unaambia inapika kwa hivi, unaweka maji kwa sufuria imekaa hivi, usiinamisha sufuria hivi, weka maji hivi. Si unamwonyesha kwa matendo? So huyu mwandishi wa Biblia anawaambia igawaje kwa sasa. Wengine wenu mnahitaji kuwa walimu, lakini sio walimu nyinyi. Mnahitaji mtu awafundishe mafundisho ya kimsingi ya wokovu. Kwa hiyo watu ambao wamekomaa katika imani ni walimu. Na kwa mwalimu ninamaanisha huyo mtu amefanya hii kitu vizuri, ameomba vizuri, amefunga vizuri, ako na uwezo wa kuonyesha mwingine jinsi ya kuomba, jinsi ya kufunga, jinsi ya kuhubiria watu waokoke, jinsi ya kushikilia kanisa, jinsi ya kushikilia mchungaji, jinsi ya kuongea vizuri uzuri wa kanisa. Huyo mtu ni mwalimu. Kwa hivyo wewe katika hayo mambo ya Mungu, wewe ni mwalimu ambaye unastahili kufundishwa. Utajipima hapo ujue kama utajikaza mwendo ufikie utimilifu. Unaangalia unaona niko ubali gani ndio nifikie kuwa mwalimu wa maombi. Ukiambiwa ufundishe watu kuomba, utawafundisha nini? Usiniambie utawafundisha lile ombi la Baba, utawafundisha maisha yako. Unajua shida kubwa tuko nayo kanisani, tuko na waelekezi wengi,
lakini wanakaa Mafarisayo. Nani amewahi sikia watu wanaitwa Mafarisayo kwa Biblia? Shida yao ilikuwa nini? Wanaambia watu wafanye kitu wao hawafai. Kwa Mfarisayo. Unaambia mtu mimi nataka nikuonyeshe kuomba. Hata nikufundisha ni kuonyesha mtu kufanya. Na njia nzuri ya kufundisha mtu ni kuangalie. Unajua mafundisho mengi hatufundishi kwa maneno, ni matendo. Na kuangalia, naona huyu msafiri anaenda kanisani, anakuja akiwa msafi, kiatu chake kinakuwa kimesafishwa. Nikienda kwa familia yake hapigaki mke wake makofi na mateke, watu wake anawaonyesha, kwa nyumba yao anaomba. Huyo hata akinifundisha mimi nitaelewa. Lakini nikipata mzee rafiki yangu anakuja ananiambia vile familia nzuri nafaa kwa bibi yake, wanazungumza na wachelewa wagumu. Watu wake anaitana ng'ombe na paka huko. Atanifundisha lakini nitaona huyu mwalimu ni mwalimu si wa kweli. Ni kama mwalimu shuleni ya kufundisha kufanya mahesabu na mwenyewe yamemshinda. Naelewa. So Maandiko anasema ikawaje kwa sasa wengi wenu mnafahamu kuwa walimu, na mimi naomba ukuwe mwalimu wa mambo ya Mungu. Lakini ndio ukuwe mwalimu lazima kwanza uhiti katika masomo. Ndio ukuwe mwalimu. Wewe kuwa mwalimu wa shule ya msingi na hujamaliza shule ya upili. Ni kweli? Wewe kuwa mwalimu wa darasa la pili na wewe uko darasa la kwanza. Fundisha nini? Wewe kuwa mwalimu wa shule ya upili na hujamaliza chuo kikuu. Jumuko kiwango kimoja na mwanafunzi wako. Wewe kuwa mwalimu wa wazazi na wewe mtoto. Utamwafundisha lakini sio mambo ya uzazi, si kweli? Hivyo. Huwezi kuwa mwalimu wa mambo ya roho, haujafuka hapo. Ndio nikufundishe kujumlisha moja na moja, lazima nimejua kujumlisha 5 na 3. Niko mbele yako. Kwa hivyo tukomae, tusonge mbele, tuendelee. Ndio tuweze kuwa walimu wa mambo ya Mungu. Huwezi kuwa ukiwa wewe si mwalimu basi hili neno linakuhusu. Kwamba jikaze mwendo. Tuendelee tufikie utimilifu. Jambo la pili la watu ambao wanakomaa, ishara yani marks, ishara nyingine, alama nyingine ya mtu ambaye anakomaa ama amekomaa ni kwamba hivi tumeona hapa kitabu cha Waebrania, anakula chakula kigumu. They take solid food. They don't live on milk. Kwa pamoja. Huyu mtu ambaye amekomaa anakula chakula kigumu. Kula maziwa. Watoto hamjambo. Simuletea hawa majirani wamelala lakini watoto waache. Watoto ni kawaida yao. Hawezi kukusikiza zaidi ya dakika 10, si ndio? So watoto waamsha tu, lakini wala mtu mzima ajitahidi, ajikaze tusikize, tuangalie neno. Sasa mimi nasema mtu ambaye amekomaa ukula chakula kigumu. Hakuli maziwa. Hawa watu wadogo tunawaruhusu wapewe maziwa. Hata meno hana. Ndio. Sasa ndio Maandiko yanasema tusonge mbele. Tusikae tu kwa mafundisho ya kimsingi kutubu dhambi. Hebu fikiria mchungaji kila siku anakuja anakuuliza, "Wewe ndugu, mbona umelewa?" Unamwambia, "Pole mchungaji, mimi sikujua kulewa ni dhambi." Anakuja, "Wewe mama, si wewe ni mshirika wa kanisa yetu? Mbona unaenda kusengenya mama mwenzako jirani?" Unasema, "Pole, mimi sikujua." Kwani vibaya? Hebu tafakari. Tuna shida kila siku tukijadili mambo hayo. Ukiambiwa uache dhambi inakuwa swala kubwa. Ukiambiwa tunaenda kufunga na kuomba inakuwa shida kubwa. Maandiko yanasema tuachane na yale mafundisho ya kimsingi. Tusonge mbele, tuendelee, tusikule chakula laini, kile chakula gumu. Unasema tunahitaji hiyo githeri. Unasema inaitwa makukuru. Makukuru.
Yeye ndio sijashika vizuri. Makukuru Ukula makukuru. Makukuru inapikwa na nini? Maharage na mahindi. Sio? Na sio mahindi bichi. Yale makavu. Mahindi magumu. Unajua ile hatari ya kukula makukuru ni kwamba kama wewe huna meno unakata hata mahindi. Unakuta kidonda zimetokea kwa mdomo. Leo mtu ana meno mkubwa amekomaa. Meno yenye kufa anafinya hivi anasaga anamwona. Hivyo kwa mambo ya imani. Kama umekomaa, unaweza kushika mafundisho magumu. Na unaendelea. Unakuja kanisani, unakwazwa na mchungaji, kiongozi na nani, lakini unasema potelea sitashinda hapo Hiyo kuna watu wengine wanakwazwa na vitu vidogo sana. Atijue uko kwaya na haupe yako nafasi ya kuimba mara nyingi unahama. Huyu mtu anayekula maziwa. Maandiko yanasema mtu ambaye amekomaa anakula chakula gumu. Tunaangalia mambo magumu ya Mungu. Kama sasa niwaambie hivi, lakini nitakuja kuhapa kusema. Wakati tutapanga siku nyingine tunakuja kuhubiri watu waokoke, usikose kuhudhuria. Nimegundua watu wengi wanataka tu hataki mambo ya kujihatarisha. Kanisani mahali hakuna mambo mengi, tukisema tunaenda kuhubiri Waislamu waokoke, anajipia shughuli. Mambo magumu ya Mungu. Tukiambiwa tunapigana na mapepo. Tunasema vile wewe uko na nguvu ya kukemea mapepo, usikoroke. Kula hicho chakula. Siku moja Yesu akaambia wanafunzi wake, mtu asipokula damu yangu, asipokula nyama yangu na akunywe damu yangu, sio mwanafunzi wake. Unakumbuka kuliendaje? Wanafunzi wetu walimwacha. Juu waliona hichi chakula ni kigumu. Nikule nyama ya binadamu. Lakini Yesu alikuwa anatoa mafundisho magumu, yalikuwa na maana fiche. Alimaanisha neno lake ni nyama yake. Sasa wakaona nyama ya binadamu, kwani nimekuwa jitu. Najua huko Kenya upande wa magharibi kuna watu walikuwa wanaitwa Wakisu. Tulikuwa tunasikia ni kama ilikuwa story ya kweli. Leo nasikia huko Uganda kuna kabila inakula wanadamu. Ukienda huko umenona na wako na njaa, wanakuchorea. Wanakukaribisha. Wanakukaribisha usiku, wewe unaona wanakukaribisha. Sasa wanapanga vile watakujia usiku. Unaona wamechemsha maji, kumbe unaenda kuliwa. Ni kama ni kweli. Hivyo ndivyo Yesu aliwaambia, wakaona okay, twende jambo la tatu. Wamezoea mafundisho wiki ya kwangu na mnivumilia tu ili tuweze kuelewana. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao za kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Kwa hivyo huyu ni mtu, maandiko yanasema amezoea mafundisho kuhusu haki, righteousness. They are acquainted with teachings on righteousness. Huyu ni mtu ameyaelewa, ameyazoea mafundisho ya kufuata utakatifu. Kwa pamoja, akiambiwa dhambi ni dhambi, na akiambiwa tuachane na mambo machafu, anaelewa. Hakuna shida. Vijana wengi, wakati tulikuwa vijana, tunawaambia ukiwa kijana na umeokoka, usijiingize kwa uzinzi. Mwili wako ni hekalu ya Mungu. Mtu anasema, hiyo siwezi. Mambo ya utakatifu hataki. Unaambia mtu wewe si mama umeolewa, kwa mwaminifu kwa mume na mke wako, hataki. Kwa sababu yeye ni mchanga, hajakomaa. Lakini watu ambao wanakomaa na wamekomaa, wameelewa mafundisho ya utakatifu, wenye haki. Tukisema kanisani tunataka utakatifu, haikui shida. Yeye amekomaa. Ukiwa vijana, nilipokuwa mchungaji wa vijana, mara zingine tulikuwa tunaenda kuhubiri jioni. Tuseme labda kama mama fulani wa kanisa amefiwa, amepata msiba,
tunaenda jioni kuwatia moyo. Sasa tulikuwa tunashikana usiku, tunaenda ng'ambo ile, vijana wa kiume na wa kike, lakini tuliweka utakatifu. Kitu moja nilifanya kama kiongozi, niliwaambia hakuna dada mmoja atasindikishwa na ndugu mmoja jioni. Hapo ukipea ndugu asindikisha ndugu wakiwa peke yao, si unawaweka kwa majaribu. Lakini kuna wengine singewaaminia, nikajua huyu hata siwezi mwambia asindikishe dada hata kufuka pale. Yeye mafundisho ya utakatifu hawezi, hajaokoka vizuri, hajajituma kwa Mungu, hajajikaza mwendo tufikie utimilifu. So kwa hivyo dada yangu, ndugu yangu, penda utakatifu, penda wenye haki, na ukuwe mtu ambaye anaweza kuendelea katika hii safari ya wokovu. Jambo la 4 ndio nimalize, sitaki nishinde hapa. Hapo tumesema kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Yes, kupambanua mema na mabaya. Kwa hivyo hiyo ni kitu kimoja kinatuonyesha ni ishara ya mtu anakomaa ama amekomaa. Kupambanua, akona akili ya kupambanua nini mema na mabaya. Ukiona mtu hajui mema na mabaya, huyo ni mzima kweli? Ni mtoto. Ndio maana lazima tukiwa wazazi tuwalinde watoto wetu, jua hawajui mema na mabaya. Wasichana wako wanapokuwa wakubwa, waelezee, wafundishe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jirani yako ako nasi? Amen. Sasa tunamalizia usiali. Kwa hivyo mfundishe kupambanua mema na mabaya. Mtu anakuja anamwambia nampenda, naye hajui upendo ni nini. Wewe kama mzazi hujamfundisha, si ataingia kwa maovu akidhani ni mazuri. Sasa hivyo mtu ambaye ameokoka na anakomaa anafaa aweze kupambanua mema na mabaya. Mhubiri anakuja anahubiri kwa runinga, lakini kwa akili yako unajua huyu wengine namsikiza ametoka kwa Biblia, simwamini. Mtu anakuja anatabiri, ukiwa hujakomaa utapokea kila roho mpaka ya Shetani. Ni kama unakomaa utajua hii roho haijatoka kwa Mungu, na kwa sababu hiyo nimetika, nimekataa, sitakubali. Ninapambanua mema na mabaya. Tunaishi enzi ambapo wahubiri wengi wa uongo wametokea duniani na wanafundisha mambo mengi. Ubaya wa Kristo wengi wanapotoshwa, wanabeba vile Waefeso inasema ni kama upepo, inawabeba inawapeleka huko. Juu hawajui kupambanua mema na mabaya. Mara zingine ukiwa kanisani, kuna tukio litafanyika, unakwazika kanisani labda kwa njia moja au nyingine, lakini hujui kupambanua mema na mabaya, unajikuta umefanya dhambi, umetusiana, umekwazika na umehama. Halafu jambo la mwisho, lakini kwa hilo pia nataka niwaambie hivi, hebu nitoke kidogo niseme hivi. Siku tumekuwa hapa hizo siku chache, tumehubiri Injili na watu wameokoka. Na mimi nataka nyinyi muendelee katika ukomavu. Na naomba tu kitu kimoja. Mchungaji, naomba tu kitu kimoja. Wale watu wameokoka, tusaidianeni. Tuwalete kwa wokovu. Nyinyi kama kanisa, sijui kama wewe uko tayari kupata wageni wameingia? Uko tayari? Unapokea? Na sisi katika mienendo yetu tuko tayari kukaribisha wageni. Nataka tujikaze mwendo, tukue tayari kukaribisha wageni. Kama leo nimegundua kuna sijui ni mama mgani tulikuwa mama mmoja hapa, ni dada mgani alikuwa anawaambia huyo dada alikuwa hapa mrefu. Yeye alikuwa anamwambia hapa nje. Yeye mama mmoja alikuwa Mama Angel. Ametoka. Okay. Nilipenda hiyo sana. Nataka tukae tayari. Bwana Musa, wale watu kama itawezekana leo, wale watu 34
kama itakubalika mchungaji, tuwagawane, tuseme hawa watu wawili, nataka wewe uhakikishe. Hebu fikirieni hivi, kati ya wale watu 36 kama tunaweza leta nusu yao, 36 ni wanusu, ni wangapi? 18. Hebu fikiria, tukifaulu tuleta watu 18 kanisani, si tutakuwa tumepiga hatua ya kuendelea kama kanisa? Lakini pia mgeni akiwa pale, Biblia inasema kitabu cha ni Waebrania 13:2, tukue, hebu tusome hiyo Waebrania 13:2. Biblia inasema hivi, inasema msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Kwa hivyo nataka tukue wale watu tunasema wafadhili. Mtu akikuja mgeni mkaribishe. Unaona, mtu akikuja kanisani hapa, na ni vizuri mkue mnakaa mbele. Hebu nikuulize, sasa mgeni akikuja hapa atakaa wapi? Si mtu mgeni anaishi anaangalia ile kiti kwa nyuma. Kwa hivyo ikiwezekana mnaacha viti zingine nyuma za wageni. Ndio huyo mgeni akikuja, mgeni hawezi kuja mbele. Ataona haya. Hiyo kila siku nyuma mnaacha viti za wageni. Na shemasi sijui ni nani hapa. Pale nje, unajua kuna ndugu nimekaribisha hapa kanisani leo. Alikuwa anaenda nikamwambia karibu kanisani. Na alinisikia. Sijui alikaa dakika ngapi, lakini alinisikia. Nikaona hivi, ili kanisa ndio mkue wengi, lazima mkue mnakaribisha wageni, upende wageni. Afadhali viti vikijaa, wewe ukalie jiwe. Naona kanisani tunashikilia kanisa letu, tunazuia wageni. Hivi kwamba wageni wakikuja, utasema hakuna kiti amenunua, acha akae amesimama. Hapo mtakuwa wengi kweli? Lazima afadhali mimi tu ni mwenyeji nikae chini, wageni akalie kiti. Si hizi vitu tulinunulia watu wageni. Kwa hivyo tafadhali msaidianeni, mlete hawa watu kanisani. Ukiongezeka, yule mtu ambaye amekomaa hukuwa mtu wa kukaribisha wageni. Mtoto hakaribishi wageni. Watoto ukienda kwao nyumbani wanakuambia, kwa nini umekuja kwetu? Unataka kula chakula yetu, kwa nini wewe? Enda kwenu. Wewe jai tembea nyumbani unaona mtoto anakuangalia vibaya. Ukimuuliza wenzako anakuambia enda kwenu. Juu akili yake inamwambia amekuja kugawiwa chakula. Lakini mtu mzima anakuwa mkarimu. Juu unaweza karibisha mgeni, siku nyingine akuje na vitu amekuletea. Kuwe watu wamekomaa, karibisha wageni, tupende wageni. Kuna watu wengi sana huko kwenye dhambi hawajaokoka, wanahitaji tuwalete, tuwakaribishe, tukue wakarimu. Hata kama wanakuja, na nimependa sana huyo mama, angekuwa ningempongeza. Kuna huyo dada alikuwa hapa, na alikuwa mrefu kabisa. Alimpenda, alimuongelesha. Nilikuwa nataka nimuongeleshe, lakini naogopa ni mwanamke isikuwe nafuka lupa, sio? Lakini huyo dada nikaona ameelewa, amemshika, wameongea. Ndio mwekazina wa mama. Good. Huyo ni mama mzuri. Huyo si wewe ndio unaona hata alikuja na akatoa sadaka. Tunafaa tuige mfano huo ili tuongezeke. Unajua ile kanisa lenu kujaa ni dakika moja. Amen. Wewe hivyo. Ili kanisa kujaa ni rahisi sana. Kila mtu akuja amekomaa. Hebu fikiria hivi tulivyo, mtu akileta mtu mmoja tu mgeni na kisha amedumu kanisani, sisi tunakuwa tumejaa. Tutakomoa tuendelee kujenga kwingine. Ama hamtaki kujaa. Unajua mchungaji, kuna washirika wataki kanisani jaa. Wanaona wageni kuja. Hao ni wale watu hawajakomaa. Lakini mtu amekomaa anasema wageni wakuje. Wageni njoo. Hata Waswahili walisema mgeni njoo mwenyeji. Kwa hivyo mada yangu ya mwisho ni kwamba mtu ambaye amekomaa uzaa tunda la Roho. The fruit of the Spirit. Mtu ambaye amekomaa uzaa tunda la Roho. Na kwa hivyo tujikaze mwendo ili tufikirie utimilifu. Na njia moja ya kujua mtu amefikia utimilifu ni tunda la Roho ambalo linazalika ndani yake. Ukisoma kitabu cha Wagalatia, maandiko yanasema
tusiongozwe na tamaa za mwili, lakini tuzae tunda la Roho. Tunda la Roho lina vipengele 9. Iko na upendo, kuna nini ingine? Kuna uvumilivu, kuna utu wema, kuna uaminifu, kuna amani. Ndani ingine furaha. Furaha ni joy. Na furaha fulani kingine kiko katika tunda la Roho. Utu wema. Hata wengine hatujalifahamu kitu gani kingine kiko? Ufadhili. So ukiona mtu anazaa tunda la Roho, unajua huyo mtu anaendelea kukoma. Watu wengine nikwambie, kabla ya Yesu kutuokoa tulikuwa wachoyo sana. Huyo mtu hata kukupatia kikombe cha maji ilikuwa inamuuma. Wivu imejaa mtu, hana upendo. Hasira nyingine mbaya sana. Inaitwa hasira ya mkisi. Inaitwa hasira ya nini? Hapo alikuwa na hasira, akikasirika anakupiga kofi na anaenda. Kwenda kabisa na anakutusi. Lakini vile tumeokoka tunafaa tubadilishe. Tuzae tunda la Roho, sio tunda la mwili. Tusiongozwe na mwili, tuongozwe na Roho. Kila mtu ameongozwa na Roho sana ndio inakuonyesha kama ameendelea kutimilika. Kwa mimi nawaambia kitu kimoja kama kanisa la Goshen Word of Faith Ola City. Tujikaze, tutie mwendo, tufikie utimilifu. Na acha nikwambie, usidhani umetimilika. Unajua kwa akili yako unajiambia vile umekomaa. Bado kuna nafasi kubwa ya kusonga mbele. Na lazima tujikaze mwendo tuendelee. Na nikwambie mchungaji, unaona hili kanisa watu wote wakitimilika. Utakuwa na nguvu sana. Tutainuka sana. Kila mtu atakuwa mhubiri, anaenda analeta watu, tunaenda mbele. Tutimilike. Tutoke mafundisho ya kimsingi ya wokovu. Tuache kupenda dhambi. Tuache kuongozwa na mwili, tuongozwe na Roho. Na tutafanya kazi ya Mungu. Na nafasi nzuri ni wale watu tuliohubiria, hao ndio nawaachia kama mtihani wenu. Naomba kila mmoja, sijui Bwana Musa Junior umepewa kazi ya uinjilisti. Na waomba nyote mkuja, mtu aombe watu hata mmoja. Unajua watu wameokoka ni wengi kuliko nyinyi wote. Kwa hivyo hata mtu atapata mtu mmoja wa kufuatilia na wabaki wengine. Muombe huyo mtu uende umtie moyo, umwambie aendelee na wokovu. Ikiwezekana mlete kanisani. Hivyo tutakuwa tunafanya kazi ya kukomaa. Na nikwambie kutimilika katika wokovu haifanyiki juu umekaa miaka mingi, unajituma. The more you grow, kukomaa kiroho inaambatana pia na kujituma. Ukiendelea kuomba unakuwa mwombaji. Ukiendelea kupenda watu unakuwa na upendo. Ukiendelea kujitolea unakuwa mtumishi wa Mungu. Kuna siku utajua kutumikia Mungu na hautumikii Mungu. Ukijitoa utakuwa mtu ameinuliwa na Mungu. Na hivyo ndivyo tutakuwa. Kwa hivyo Mungu awabariki. Nataka tumalizie hapo. Na kabla nimalize nataka niombee wale watu kwanza tunawashukuru sana kwa sababu mmetukaribisha hapa kwenu. Mimi na rafiki yangu Jojo tumekuja hapa kuhubiri Injili, na kilichotuleta tunarudi Kenya tukiwa na furaha kwa sababu lengo letu limetimia. Tulikuja kutafuta nafsi za waliopotea na tumezipata. Lakini kazi haijaisha. Tumewaachia hiyo sehemu nyingine ya kazi ya kuhakikisha wameendelea katika imani. Kwa hivyo tunashukuru sana. Tunataka tuwaombee baraka na tumefurahia sana. Na tunaomba mchungaji tuondoke leo juu tukigoja kesho tutafika kesho jioni, na bado kesho tunaenda shughuli zingine. Kazi sio kuhubiri tu, tunafanya kazi zingine, tuko na familia, tuko na maisha yetu. Tunajitolea maisha yetu na hali zetu kumtumikia Mungu. Basi tunawaaga, tukikaa tutaenda, lakini nyinyi mumalizie mkutano na tumjue tuko pamoja na nyinyi. Amen. Nataka kuita wale watu, najua nyote mmetusupport, lakini kuna watu kila mara tukienda mission na hisi kuwaombea. Wale walijitoa tukaenda kuhubiri na wao, na wale walijitoa wakakuja kutupikia. Nyinyi kujeni hapa. Maana tutamke baraka juu yenu kabla tumalize ibada ya leo. Kujeni hapa. Kama ulikuja tukaenda kuhubiri na wewe,
tunataka tuseme baraka kwako. Na hii baraka sema hatutasema kwenu wote, si wengine mmetoa pia mali zenu. Lakini hawa wenye walijitoa, nasikia ikiwa na deni ya kutamka baraka kwenu. Wenye mlikuja hapa mkatupikia hizo siku tumekula, John hapa. John hapa ama usimame mahali huko. Nimwite Pastor George tu atamke baraka. John tamka tu baraka kwa sababu Yesu alisema mtakapoenda kuhubiri mtu awapee angalau kikombe cha maji, hata kosa baraka ya huyo mwanafunzi wa Yesu. Kwa hivyo hawa nataka tuseme baraka ya pekee, alafu mimi nitawaombea nyote kama kanisa, tutamaliza. Kabla niombe, nataka kusema hivi. Kuna neno nilikuwa nikiwaza kuhusu uaminifu. Na Mungu kupitia kwa nabii moja akamwambia Eli, mimi Mungu nitadhihirisha uaminifu wangu kwa wale ambao wananionyesha wao ni waaminifu. Nikusema hivi, Mungu aliona kuna uaminifu wa mtu unahitajika uonekane kwa Mungu. Naye Mungu akataka kudhihirisha yeye ni mwaminifu kwa yule ambaye anaonekana ni mwaminifu. Wacheni niwaambie, nyinyi mmekuwa waaminifu. Si Mungu adhihirishe uaminifu wake? Simseme amen. Acha nirudie. Si Mungu adhihirishe uaminifu wake? Amen. Na unajua huwezi pita Mungu. Mfano mzuri ni wa huyu mama aliomba apewe mtoto. Alikuwa nani? Hana. Unajua alionekana akiwa mwaminifu kwa nini? Kwa maneno yake. Alisema, mimi Mungu ukinipatia, mimi nitakurudishia. Naye alifanya nini? Mungu akampatia, si ndio? Ndio aone kama yeye ni mwaminifu. Unajua ilifanyika nini? Hana alipopeleka mtoto kwa Mungu, Mungu alimbariki na watoto wengine wangapi? Wewe enda usome Biblia. Bwana asifiwe. Ni kudhihirisha kwamba Mungu hauwezi ukampita Mungu. Wewe ana umeniletea moja na kupa 5. Si Mungu awasidisie kwa jina la Yesu. Hiyo maneno tunatamka ni ya baraka. Mungu awasidisie kwa jina la Yesu. Kama umetoa siku yako moja, Mungu atajitoa siku nyingi kwa sababu yako. Kuna wakati nilijitoa nikasafisha nyumba ya Mungu peke yangu, nikiwa nimemulikiwa na msichana wangu. Kulikuwa usiku na kulikuwa kesho tunaamkia ibada na kuja safishwa. Mungu alidhihirisha yeye ni mwaminifu. Umeniosea hii, umesafisha peke yako na msichana wako. Huyo msichana nitambariki saa hii yako kwake. Amen. Amen. Si Mungu awabariki. Kwa jina la Yesu. Amen. Baba, tunatamka baraka. Usidi, hao watu wataishi na usidi. Kwa jina la Yesu. Amen. Kilio chao kimefika mwisho. Ndivyo tunavyotamka kwa jina la Yesu. Tunatangaza neema yako itakuwa nyingi kwa wao. Kwa jina la Yesu. Hawatakosa. Na wakati Mungu wa majeshi adui watawafamia, wewe utainuka kwa sababu ya wao. Kwa jina la Yesu uwapiganie Bwana, kwa sababu ya uaminifu wao. Ninawabariki na baraka zako za mbinguni kwa jina la Yesu. Mungu, naomba kazi zao, Mungu wa majeshi, sinawili kwa jina la Yesu. Nasikia niwaambie hivi, mmekuwa mkilia, lakini kilio chenu kimefika mwisho. Amen. Kama vile wana wa Israeli walimlilia Mungu
na Mungu akasikia kilio chao. Kuna maumivu inasikika kwa moyo wenu, lakini Mungu anafikisha huo uchungu mwisho kwa jina la Yesu. Mnaenda kuona venye Mungu atawatendea. Mungu atawabariki kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza kwa jina la Yesu, hakuna silaha itayoundwa kinyume nanyi itafaulu kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna maneno ambayo itanenwa kinyume na familia zenu itafaulu, haitafanya kazi, bali wale ambao watanena hilo maneno itawarudia kwa jina la Yesu Kristo. Ninabariki hili kanisa, nabariki watu wako kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Asanteni, Mungu awabariki. Kwa hao wengine wote naomba tusimame tu dakika moja. Tuambie Mungu atusaidie, tujikaze, tufikie utimilifu. Tafadhali simama tu. Chukua dakika moja, omba Mungu kwa hilo neno tumesoma. Anajua kitu anataka kufanya na maisha yako. Muombe tu akusaidie ufikie utimilifu katika jina la Yesu. Enda mbele za Mungu, mwambie kitu, alafu nitaita mchungaji nikiwa nimemaliza. Enda mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa sababu ya hili kanisa. Hili kanisa Bwana, ninalibariki mbele zako. Ninaombea hawa watumishi wako, hawa ndugu zangu, uwasaidie Mungu Baba, wapige hatua Mwokozi, wafikie utimilifu katika jina la Yesu. Ninaomba Mungu Baba, kuna uwezo umewekeza ndani yao, na huu uwezo hali na mali, kuhakikisha kwamba tutafaa tayari kwa ajili ya kuhubiri neno lako. Nakushukuru kwa sababu ulinionya nikuombe utayari kutoka kwako, na hakika Mungu umenipa utayari, umeweka utayari ndani mwangu. Kila hatua Mungu sijaachwa. Baba Mungu wa mbingu na nchi, nimekuwa nikipiga hatua kwenda mbele, na umekuwa ukinitia pia moyo na kunitia joto Mungu katika hiyo. Baba, na hakika nimekufurahia wewe. Nimeona uweza wako, nguvu zako, na nakushukuru kwa ajili ya watumishi wako Mungu wa mbingu na nchi, Maina pamoja na ndugu yake hata Jojo. Mungu wabariki, wainue, bariki Mungu familia zao, wasidumae bali wakue wakikufurahia wewe, wastawe katika dunia hii yako Mungu, waende mbali zaidi ili watumishi wako waendelee kukufurahia. Baba Mungu wa mbingu na nchi, hata wale wengine wote ambao tumekuwa pamoja na tutaendelea kuwa pamoja, wote Mungu na wakabidhi mikononi mwako, wabariki, wainue, watie moyo, watie nguvu. Hata hao ambao wamekwisha kuokoka Mungu, Baba Mungu wa mbingu na nchi, wasaidie, waonekanie, ili Baba wa rehema, Mungu mtakatifu, mfalme wa amani, Baba wa rehema, uketie mahala pa juu palipotukuka, uendelee kuwabariki na kuwainua na kuwapa Mungu wa mbingu na nchi neema ya kuja kwa kanisani na kukulia imani yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tunawaita kwako kwa sababu wamekwisha kuwa kwako. Haijalishi watafungwa na nira, haijalishi watafungwa na giza, haijalishi watashikiliwa na mizimu, haijalishi watashikiliwa na madhabahu ya kwao, lakini Mungu tunakuomba tukikusihi kwamba ukaachilie neema, ukaachilie nguvu, ukaachilie Yehova Rafa, Yehova Nisi, neema yako ya pekee, kwa sababu wewe ndio unatakikana Mungu wa mbingu na nchi, ukawaonekanie wao. Maana sisi Mungu wa mbingu na nchi tulienda tu Bwana kwa shuhudia, na Mungu wa mbingu na nchi kwa upiria, na hakika Mungu kazi yetu Mungu imefika mwisho, lakini wakwako wa kuokoa na kuwabariki ni wewe, wa kuwashikilia katika wokovu ni wewe Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wainue wale watakao kuja kuokoka Mungu, wasaidie na wainue, wasaidie na wainue Mungu, wasaidie wakulie imani, wape mioyo mizuri na mioyo mema, ili waendelee kukupenda wewe Bwana na kukuamini wewe Mungu wetu uliye hai, Mungu wetu uliye mkuu sana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ukaachilie neema, ukaachilie nguvu, ukaachilie neema ajabu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Baba. Nataka tubomoe misingi ya urefu eneo hili. Unajua, tunapoendelea kutimilika katika Yesu, tunakuwa si zana za Mungu za vita. Maandiko yanasema tuvae zana za Mungu za vita ili tuweze kustahimili. Inasema
Kazi yetu ni kubomoa falme za giza na mawazo yote yamejiinua kinyume na wazo la Mungu. Kwa hivyo nataka tubomoe ufalme wa giza eneo hili, kwa sababu Yesu alisema, nitalijenga kanisa langu na malango ya kuzimu hayatalishinda. Nyinyi kama kanisa mahali hapa, Mungu anawategemea kukomboa eneo hili, kumaliza ulevi, kumaliza mafundisho mabaya. Unajua jana tumeenda kuhubiri, tumetaguliwa na hawa Jehovah Witness. Tunaitwa mashahidi wa Yehova, lakini ni mashahidi wa shetani, sio wa Yehova. Mafundisho kama hayo tunayaharibu, tunayatawanya katika jina la Yesu. Makanisa yote ambayo ni ya ukweli, hao tunayabariki. Hao sio maadui wetu, hao ni wetu. Tunawainua mbele za Mungu. Lakini wale ambao wanafanya kazi ya shetani na ya uongo na ya dini, tunayafuka. Tunazidi kuwakataa katika jina la Yesu. Hebu tamka hilo, halafu mchungaji atakuja na atatumalizia. Baba, katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo kanisa hili la Word of Faith Church Ola City Operation Center umeleta hapa kwa kusudi lako, na umeleta katikati ya mtaa huu, katikati ya mtaa huu ambao Wakatoliki wamejaa, KKKT wamejaa, au Walutheri hata walevi wapo, hata Waislamu wapo, na hawa mashahidi wa Yehova ambao wamepita. Baba Mungu, tunabomoa hizo misingi kwa jina la Yesu. Tunakemea hiyo nguvu, tunakemea hiyo hali kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunabomoa hiyo nguvu kwa jina la Yesu, tunabomoa kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo roho ya ulevi, roho ya usinzi, roho ya kumkataa Mungu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba Mungu wa mbingu na nchi, tunaikemea hiyo nguvu na kuiharibu hiyo hali kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ukaachilie neema, ukaachilie nguvu, ukaachilie uweza wa ajabu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wale waliokukiri wewe na kuamini wewe, haijalishi ni katika hali gani, lakini Mungu Baba ukawakomboe waje kwako. Wale waliotusikia, wale waliotuona Baba, kuona kwao kwetu Mungu, kuona kwao, kuona sisi kwao Mungu kusiwe ya bure. Mungu, sisi kuongea nao neno lako kusiwe ya bure Mungu, ile ushuhuda ya kunena pamoja na wao kwa jina la Yesu. Asante Baba yangu na Mungu wangu, maana hakika utaenda kusimama na kutawala katika vyote, katika jina la Yesu. Tunaomba na tunaamini. Mungu awabariki. Amen.